Hapo zamani za kale, katika kijiji kidogo kilichozungukwa na misitu minene na mito yenye maji safi, aliishi kijana aitwaye Hamisi. Hamisi alikuwa maskini, hakurithi ardhi wala mifugo kutoka kwa baba yake aliyefariki mapema. Alitegemea kufanya kazi za mikono ya watu ili kupata kipato cha kujikimu. Lakini moyo wake ulikuwa na tamaa kubwa ya kupata utajiri wa haraka. Siku moja, Hamisi alipokuwa akitembea msituni akitafuta kuni, alikutana na mzee wa ajabu. Mzee huyu alikuwa amevaa kanzu nyeupe iliyochanika na mkononi alikuwa na fimbo ya mianzi. Mzee alimwambia, "Ewe kijana, naona moyo wako unatafuta mali, lakini njia zako ni ngumu. Je, unataka kujua siri ya kupata pesa nyingi?" Hamisi alitetemeka, maana hakumjua yule mzee. Lakini tamaa ikamshinda, akajibu kwa sauti ya heshima, "Ndiyo, nataka nifundishe ewe mzee." Mzee akamkaribia na kumwambia, "Kuna pango lililo chini ya mwamba mkubwa huko msituni. Ndani ya pango hilo kuna jini linalolinda hazina ya dhahabu na pesa. Ukilifanya jini hilo rafiki yako, utapata mali isiyo na kikomo. Lakini kumbuka, pesa za jini haziwi za bure, zina masharti." Hamisi aliahidi kufuata masharti, bila kujua yalikuwa mazito kiasi gani. Mzee akampa dawa ndogo ya unga na maneno ya kuimba atakapofika pangoni. Usiku ulipofika, Hamisi alienda pale pangoni, akaimba maneno yale. Ghafla upepo mkali ukavuma na jini refu lenye macho mekundu likatokea. Sauti yake ikatikisa anga, "Nani amethubutu kuniita?" Kwa ujasiri wa tamaa, Hamisi akajibu, "Ni mimi, Hamisi, nataka utajiri." Jini likacheka kwa sauti ya ajabu, "Ukitaka pesa nitakupa, lakini kumbuka, kila mwezi lazima niletee kafara ya damu ya mtu au mnyama. Ukishindwa, mali itakukimbia na roho yako nitaitwaa." Hamisi hakuwaza mara mbili, alikubali. Ghafla mbele yake ziliibuka mifuko mikubwa ya sarafu za dhahabu na fedha. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, alihisi kuwa mtu tajiri. Aliporudi kijijini, maisha yake yakabadilika. Alijenga nyumba kubwa ya mawe, akanunua ng'ombe wengi na kujitwalia wake warembo. Watu wakaanza kumheshimu, wakimwita tajiri mpya wa kijiji. Lakini kila mwezi alilazimika kutoa kafara. Mara ya kwanza akatoa kondoo, mara ya pili akachinja ng'ombe. Lakini kadri muda ulivyopita, jini lilianza kudai damu ya mwanadamu. Hamisi alianza kutoweka kwa siri na kuwapoteza watoto na maskini wa kijiji. Watu wakaanza kumshuku, lakini hakuna aliyethubutu kumkemea kwa sababu alikuwa na mali na nguvu. Lakini siri haikai siri milele. Siku moja, kijiji kizima kilikusanyika baada ya mtoto wa mtendaji kupotea. Wachawi na wazee walichunguza na kugundua kuwa Hamisi alikuwa akitumia pesa za jini. Walipomkabili, alikana kwa hasira, lakini usiku huo jini lilimtokea kwa ghadhabu. "Umenichezea, kafara ya mtoto huyu uliyemkosea haikunifikia. Sasa ni zamu yako kulipa." Kabla Hamisi hajapiga kelele, upepo mkali ukavuma, nyumba yake ikatetemeka, na kesho yake watu walipoamka walikuta nyumba ya Hamisi imetelekezwa. Yeye mwenyewe hakuwahi kuonekana tena. Wengine walisema jini lilimlaghai, wengine wakadai alikimbilia baharini. Mali yake yote ilitoweka kana kwamba haikuwepo. Kijiji kilijifunza somo kubwa: utajiri wa haraka wa pesa za jini hauna baraka, bali huleta balaa na mauti. Na hadi leo wazee wanawaonya vijana, mkiambiwa kuhusu pesa za jini, kimbieni, bora mkate tamaa kuliko kuharibu nafsi zenu.